Kombe la dunia liliwahi kuwa na matukio mengi ya kushangaza. Hizi ni baadhi ya rekodi zilizovutia zaidi katika historia ya kombe la dunia. Brazil ndio taifa lililobeba kombe la dunia mara nyingi zaidi, likibeba mara 5: mwaka 1958, mwaka 1962, mwaka 1970, mwaka 1994 na mwaka 2002, rekodi ambayo bado haijavunjwa. Brazil ndiyo nchi pekee iliyoshiriki kila fainali ya kombe la dunia tangu mashindano ya kwanza mwaka 1930. Lakini pia Pele ndiye mchezaji pekee aliyeshinda kombe la dunia mara nyingi zaidi, akichukua mara 3 mwaka 1958, mwaka 1962 na mwaka 1970. Kunaweza kuwepo rekodi nyingi za kushangaza. Je, unajua kwamba Jose Batista alitolewa nje baada ya sekunde 56 tu dhidi ya Scotland mwaka 1986? Yaani sekunde ya kwanza kabla ya kuelekea dakika ya kwanza mchezo, alitolewa nje kwa kadi nyekundu na kufanya kuwa kadi nyekundu ya mapema zaidi kutolewa katika kombe la dunia. Hii leo tunazungumza ni mwaka 2026. Kombe la dunia linachezwa katika nchi za Marekani, Canada pamoja na Mexico. Zipo rekodi nyingi, yako pia matukio ya kuvutia. Hivi unajua kwamba tangu kombe la dunia limeanza nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico, ukichunguza vizuri, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa matukio uwanjani, utagundua kuwa wachezaji wengi wanaovaa viatu vimetawaliwa na rangi ya pinki. Kumbuka mechi ya kwanza Mexico dhidi ya South Africa, 90% ya wachezaji walioanza walivaa viatu vyenye rangi ya pinki. Sio jambo la bahati mbaya. Je, ni nini ambacho kipo nyuma ya rangi ya pinki? Watu wa marketing walifanya utafiti kujua ni aina gani ya rangi huonekana vizuri kwenye runinga za TV kupitia broadcaster, yani broadcast visibility. Walifanya tafiti kujua ni rangi zipi huonekana vizuri juu ya nyasi za kijani. Walifanya tafiti kujua rangi zipi huuza zaidi, huvutia watazamaji na zinaweza kuongeza mauzo ya bidhaa za viatu vya brands kubwa duniani. Walifanya pia tafiti hadi kwenye slow motion replays kujua ni rangi gani, ni rangi ipi hufanya viatu vionekane kwa namna ya kuvutia zaidi. Majibu yao yalikuwa ni kwamba katika rangi zote, rangi ya pinki pekee ndio iliyopewa jina la electric fuchsia. Watafiti wakauza wazo hilo kama trending color inayoweza kuboost mauzo kwa brandi za Nike, Adidas, Puma na kadhalika. Wazo lao likafanyiwa majaribio kwenye mechi kadhaa na kununuliwa kwa fedha nyingi. Kilichotokea baada ya hapo ni utekelezaji, yani consumers trend forecaster. Kwa kawaida brand za Nike, Puma au Adidas huleta matoleo ya viatu kwa kadri ya maono yao. Ila World Cup hii ndio mara ya kwanza kampuni kubwa zinaungana na kukubaliana kwenda na rangi fulani kwa ajili ya kuboosti mauzo ya viatu vyao.